Leo nataka tuongee kitu kizuri na muhimu sana, kuchukua hatua. Take steps. Take steps. Neema ya Mungu ipo. Neema ya Mungu ipo ya kutosha. Maandiko yanasema, Biblia kitabu cha Mwanzo 39:2, kisha tutasoma 37:5. Anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Siku zote Mungu akiwa na mtu, Mungu akitembea na mwanadamu, siku zote Mungu akiwa pamoja na wewe, ustawi ni lazima. Maisha chini ya jua nje ya Mungu ni ukata, ni uhaba, ni ukiwa, ni huzuni, ni upweke. Lakini maisha pamoja na Mungu, automatically ustawi, mafanikio, maendeleo, ukuaji na kila kitu kizuri ni halali ya huyo mtu. Biblia inasema Mungu akawa pamoja na Yusufu. Nini kikamkuta Yusufu alipokuwa pamoja na Mungu? Ustawi. Lakini kabla Yusufu hajastawi, Mungu alikuwa pamoja na Yusufu kabla Yusufu hajastawi. Na haya ndiyo yaliyokuwa yanajitokeza kabla Yusufu hajaonekana mwenye heshima, kabla Yusufu hajakuwa na cheo, kabla Yusufu hajakuwa na yale na yale na yale, kabla Yusufu hajanenepa, kabla Yusufu hajawa na afya njema. Kuna maisha Yusufu aliyaishi, lakini yale maisha aliyoyaishi hayajaonyesha ama hayajasema kwamba Mungu hakuwa na Yusufu. Mungu alikuwa na Yusufu hivyo hivyo. Biblia inasema 37:5, anasema Yusufu akaota ndoto, akawapa habari ndugu zake, nao wakazidi kumchukia. Kabla mwanaume huyo hajastawi, kuna mazingira aliyapitia. Nataka nikwambie hivi, mtu yeyote akiwa na Mungu kabla ya kustawi, kuna mazingira magumu anayapitia, lakini yuko na Mungu. Kupitia mazingira magumu hakuoneshi kwamba Mungu amemwacha mtu. Kuna mambo mawili yanamkuta mwanadamu. Jambo la kwanza ni hila na ubaya, na jambo la pili ni ushindani na upinzani. Hila na ubaya, moja. Mbili, ushindani na upinzani. Biblia inasema kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma, chini ya ulimi wake kuna madhara na hila. Zaburi 10:7. Yusufu alikutana na vinywa vyenye hila, mioyo yenye kutenda dhuluma. Ameota ndoto, Mungu anamwambia niko na wewe na hivi ndivyo itakavyokuwa kesho. Badala ya hawa ndugu zake waseme ndugu yetu atakuwa boss, ndugu yetu atakuwa na cheo, ndugu yetu atakuwa na maendeleo, ndugu yetu atakuwa na mafanikio, ndugu yetu atastawi sana, ndugu yetu atakuwa mkubwa kuliko sisi, badala washangilie, wafurahi, wafunge na kuomba, wamtie joto ndugu yao ili matokeo yale yapate kujitokeza, wao wakawa kinyume, wakaonesha hila zao. Tunaishi katika ulimwengu ambao ukiwa na harufu ya kitu kizuri, ukiwa na harufu ya mambo mazuri, cha kwanza utakachotegemea sio kile kitu kizuri kukiona unakifurahia, bali kile kitu kizuri kinakuingiza kwenye gharama nyingine ya hila, ubaya. Watu wenye hila siku zote huwa wananusa harufu ya kitu kizuri kwako. La uzuri wa kile kitu ulicho nacho ndicho kinachoamua kiwango cha hila. Lazima utapigwa hila, lazima utachukiwa, lazima utasimangwa, lazima utasemwa.
kama una kitu kizuri. Kama una kitu kibaya, ukakutana na watu wanakuchukia una kitu kibaya, ni halali yako kuchukiwa, kwa sababu kibaya hakimpendezi mtu mzuri wala mbaya. Ila ni ajabu kama una kitu kizuri, watu wabaya wanakichukia, alafu watu wazuri na wenyewe pia wanakaa pembeni. Nitaeleza upande wa pili. Wanaweza wakawa wazuri, hawana ubaya, hawana hila, lakini ni washindani. Hii nitaeleza pointi ya pili. Nazungumza huyu mtu mbaya. Mtu mbaya akiona kitu kizuri anapiga hila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, huyu ananuka, tunajitenga naye, hatukosei, ni kweli ana nini? Ananuka. Ila kama ananukia, halafu tunasema amepaka perfume gani, hajui hata kuchagua. Amevaa anapendeza, amependeza wapi bwana? hajapendeza bwana, katoka tu ovyo ovyo. Hizi ni nini? Hila. Sasa kuna hekima ya kuishi na watu wa aina hii. Usipokuwa na hekima ya kuishi na watu wa aina hii, kile ulicho nacho utakivuruga, utakiharibu, utakinajisi. Kwa sababu siku zote watu wenye hila ajenda yao ni kukatisha tamaa. Watu wenye hila ajenda yao ni kukuvuruga. Watu wenye hila ajenda zao ni kukuzorotesha, ni kukurudisha nyuma. Watu wenye hila wako kila mahali. Iwe unaishi mahali ulipopanga, mahali ulipojenga, mahali unapofanyia biashara, hata mahali ulipozaliwa, kuna kaka, kuna dada, mdogo wako, mkubwa wako, baba mdogo, mjomba, shangazi, yupo tu atakayepatikana ambaye ana kijicho. Inashangaza wakiwemo kanisani. Unawezaje kuwa na kijicho kanisani, mahali patoba, mahali ambapo Mungu yupo? Lakini hatushangai, kwa sababu hata hao wenye hila wanakwenda msikitini, hao wenye hila wanakwenda kanisani. Kwa hiyo wapo pia kanisani. Mwangalie jirani yako, wewe vipi? Unapotaka kuishi vizuri katikati ya watu ambao wana kijicho. Naongea leo vitu ambavyo tunaviishi mtaani. Lazima upige hesabu kali kuishi na watu wa namna hii. Lazima yani wewe uwe umewatangulia mbele katika kila kitu. Biblia nasema Danieli 1:20, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme. Lazima watu wa namna hii wenye hila, wewe uwe mbele yao. Ukiwa mbele yao hawana madhara, wasikuzidi kitu, wasikuzidi hekima. Dawa ya hila ni hekima. Mtu mwenye hekima anashinda hila ya kila namna. Mtu yoyote ambaye hana hekima hana silaha ya kukabiliana na hila. Kwa hiyo hila itampiga tu. Hila itamzuia asije kanisani, hila itamzuia asiolewe, asioe, hila itamzuilia asifanye biashara, asipate kazi. Yaani yeye akienda mahali akikuta watu wana maneno, hapa mahali sipataki. Mahali popote pazuri pana hila na maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe na Mungu pia. Yaani vitu viwili vinavyoweza kukuokoa ni hekima, jambo la pili ulinzi wa Mungu. Kwa sababu anaweza kawa na hila akakutegea mitego. Sasa hekima haitakusaidia kutegua mitego. Kuna mitego mingine ni majini, ni uchawi.
Mitego mingine ni hila za kufukuzwa kazi, hila za kuachika, hila za kutengwa, hila za kuchukiwa. Sasa hila za namna hii, hata uwe na hekima huwezi kujitetea. Unahitaji mkono wa Mungu uwe pamoja na wewe. Sema amen. Kwa jina la Bwana ninakutangazia, hila yoyote ambayo mwanadamu atainuka kinyume na wewe haitafanikiwa. Haitafanikiwa kwa jina la Bwana. Biblia inasema tunalindwa na nguvu za Mungu. Danieli na wenzake walipigwa hila za kutosha. Kilichowaokoa ni nguvu za Mungu. Wapelekeni kwenye tanuri la moto. Kule kwenye tanuri la moto unahitaji hekima. Kule unahitaji nini? Nguvu ya Mungu. Siku ya leo Mungu atakujaza neema fulani, na tumesema hii ni heshima. Yaani heshima ya Mungu itakuwa na wewe, vazi la heshima. Leo unaondoka na vazi la heshima. Hili vazi hili litakulinda dhidi ya hila zote za wanadamu. Iwe unajua iwe ujui. Maana kuna hila zingine zinachezwa chini ya carpet. You don't know. Sasa tunataka wacheze chini ya carpet, wafanye waziwazi. Nguvu za Mungu zitakuwa na sisi. Sisi tutakuwa salama. Wao wataathirika, wao watateseka, wao wataibika, wao wataangamia kwa jina la Yesu. Yale wanayowaza yatutokee sisi yatawatokea wao na vizazi vyao. Sema amen. Piga makofi namna hii. Wale ambao walimchukua Abednego, Meshach, wakawadumbukiza muli. Mfalme alipogundua kwamba hawajafa, wako salama, mfalme akamwambia njooni. Wakatoka nje. Amri aliyoagiza mfalme anasema kamateni hawa, kamateni wake zao, kamateni watoto zao. Yaani nyumbani kama anakaa na watu 7, kamateni wote waleteni kwenye huu moto. Walichomwa wote na moto. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Vazi la heshima utakalovalishwa leo. Kila atakayeinuka kinyume na wewe kwa hila, nasema hivi, Bwana atamshughulika na yeye na wote anaokaa nao nyumbani kwake. Sijui kama umenielewa wewe. Hatutashindwa kwa jina la Yesu. Nasema tena hatutashindwa kwa jina la Yesu. Kuna mtu yuko tayari kushinda hila za kila namna? Piga kelele namna hii. Jambo la pili ni ushindani. Ushindani. Hebu sema ushindani. Sema tena ushindani. Ushindani na upinzani. Hebu tuseme mimi nimeota ndoto, nimekuja kukuhadisia. Bwana, nimeota ndoto eti mimi nimechaguliwa kuwa rais wa Tanzania. Sasa wewe unanichukiaje? Na wewe si ukaote ndoto? Si ndivyo? Na wewe nenda kalale usiku, mwambie wewe bwana uliyemuonesha yule ndoto, na mimi njoo unionyeshe ndoto, na mimi nitakuwa nani? Anaweza akakwambia utakuwa mganga. Ukamkoro namna hii. Watu ambao hawaongeagi na Mungu siku zote ni wapinzani. Watu ambao Mungu huwa hajifunui kwao kwa lolote siku zote ni washindani. Wale ambao Mungu anasema na wao siku zote ni wanyenyekevu. Wote siku zote ni wanyenyekevu. Sasa katika dunia hii tunayoishi, nataka nikwambie hivi, hutakwepa watu wenye hila, hutakwepa watu wanaoshindana na wewe. Kama hakuna watu wanaoshindana na wewe, hata sisi tukuulize, kwani we nani mwenzetu? Kiberiti? We jiko? Lazima wawepo watu watakao shindana na wewe. Kama una kitu, kama umepata kitu kizuri, kitashindaniwa. Ila kama hauna kitu kizuri, utaona tu unaishi maisha fulani, yani hakuna watu wanaogombana na wewe, hakuna watu wanaokutafuta kwa hila, yani utaona tu uko salama. Hilo ni janga. Wewe ni janga. Ila watu hawa wapo hapa mahali mimi ninapoongea kwa jina la Yesu. Siku zote iko hivi, mtu ambaye ana nafasi fulani,
anailinda nafasi yake. Akiona kuna mtu fulani anaibuka, na yule anaibuka ana kitu kama chake, siku zote ushindani ndio unafanya nini? Unaanza hapo. Siku zote wale wanaofanya kile kitu wewe unafanya, yani wewe kuna kitu unafanya na watu wanafanya hicho, ushindani unaanzia hapo, kwamba huyu anafanya kama sisi, huyu anafanya kama mimi, atanizidi. Ushindani unafanya nini? Ushindani unakuja kwa sababu maalum. Kuna watu wana nafasi zao, wanaogopa utachukua nafasi, kwa lazima waweke ushindani. Ushindani huo unageuka unakuwa upinzani, hawataki. Lakini ukifika kiwango kwamba kuna kitu unafanya, na hicho kitu unachofanya kuna watu wanafanya, watu wanaogopa kwamba unaweza kesho ukawapiku, ukachukua nafasi zao. Kama ni biashara, basi ukapata wateja kuliko wao. Siku zote ukiona kuna watu wanakuunga mkono katika yale unayofanya, jua hao watu ni kwamba hawafanyi unachofanya, yani hawana wanachokiogopa kwako. Au kama wanafanya unachofanya, basi hawa watu wanaamini kwamba wana kitu bora kuliko wewe. Nimeongea kitu hapa leo, naongea maarifa. Ukiona watu hawakupi ushindani, ujue unachokifanya ni tofauti na kile wanachofanya. Mtu ambaye ameweka duka la perfume na huyo ameweka duka la nguo, hawatagombana. Tuko pamoja? Ila ukiweka duka la perfume 5,000, huyo anauza 2,000, huyo 5,000 lazima atakuchukia wewe wa shilingi ngapi? 2,000. Ila kama anauza perfume, huyo anauza mchele, hamna ugomvi tena, mnakaa meza moja mnapiga story. Huwezi kuwakuta watu wanaouza simu, nenda tu pale dukani pale mjini hapa, wale wanauza simu, huwezi ukawakuta wamekaa pamoja hivi wanapiga story. Kila mtu yuko kwenye chumba chake. Sema haleluya. Sema haleluya. Umewahi kwenda stendi pale ukakuta unataka kusafiri kwenda tu hata Karatu tu, ona wanavyokunyang'anyia pale. Wabasi yule akwambia wewe njoo huko, wabasi wako wewe njoo huko. Hawakai pamoja, wakimaliza kazi ndio wanakaa pamoja, ila wakiwa kazini ni washindani. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote ukiona kuna mtu anashindana na wewe, ujue ni dhaifu. Narudia, siku zote ukimwona mtu anashindana na wewe, huyo mtu ni nini? Dhaifu. Hamjanielewa nyinyi. Nashuka chini. Siku zote ukiona mtu anashindana na wewe, ujue ni nini? Dhaifu. Mtu mwenye nguvu hashindani na mtu. Mtu mwenye nguvu anajiamini yeye na nguvu zake, anaamini uwezo alionao, anaamini huduma zake, anaamini alionayo ni bora. Ukiona mtu anashindana na wewe, ujue huyo mtu ni nini? Dhaifu. Wale walio bora, hata kama wanafanya unachofanya, watakachofanya ni kukuunga mkono. Wale walio bora wana moyo safi. Akiona unakuja mjini, una mawazo yako, unataka kufanya kama anachofanya yeye, huwa wanakushika mkono, wanakuambia karibu, alafu wanakuonyesha njia walizopita wao kwa moyo safi. Kama wana fedha watakusapoti, watakwambia hebu chukua mzigo huu,
ingia bwana kazini. Yaani wao hawataogopa yeye awe hapa, wewe uwe hapa. Hawa wanaitwa mentors. Kuna mentors wa kibiashara, watakulea, watakwambia nenda mdogo wangu, nenda mdogo wangu, utafanikiwa. Ila tunaishi katika dunia ambayo hata waliofanikiwa hawajiamini na mafanikio yao. Yaani ukiona unaangalia anayepita nje, basi na wewe pia dhaifu. Wewe msikiliza hii elimu. Watu wengi waliofanikiwa hawana moyo wa kusaidia wengine wafanikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni dhaifu. Wanaogopa watapitwa majina na heshima. Iko hivi, kama ipo na kama hakuna. Uwezi kumzuilia Yusufu ambaye Mungu kamuotesha ndoto. Yule ni Yusufu na wewe una jina lako. Ndoto yake Yusufu haifanani na ndoto ya Ruben. Waliomsumbua Yusufu ni wale wakina Ruben wakubwa. Dogo, unawezaje kuota ndoto kubwa namna hii? Mbona mimi sijaota ndoto kubwa namna hii na mimi ni mtoto wa kwanza? Acha tukuue wewe. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mtu yote atakayesimama mbele ya mafanikio yako anakupinga, anapambana kweli kweli usitoboe. Bwana akakaushe biashara zake, akakaushe maisha yake, akakaushe kila kitu chake kwa jina la Yesu. Tunahitaji kuishi kwenye dunia ambayo tuna mioyo safi. Tuwe wakina Yusufu wenye ndoto nyingi. Watu wengi wakiwemo wakina Yusufu wengi watainua watu wengi wafanikiwe. Kwa hiyo ukiona kuna watu wana nafasi ila hawawezi kukusaidia, ujue hao watu ni dhaifu. Wanaogopa kama wakikuinua wewe unaweza ukawapita. Ukiona kuna watu wana nafasi hawawezi kukushika mkono, usiwabembeleze wala usiwanyenyekee. Wewe ni Yusufu uliooteshwa ndoto. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atafanya. Amini, atafanya tu. Anaweza kufanya bila kuwatumia wakina Ruben. Sema amen. Bila kuwatumia wale ambao umezaliwa nao, wale ambao unawajua, wale wanaokuzunguka. Mungu anasema hivi, watu usiowajua watakutumikia. Watu usiowajua watakuja wahusike kwenye maisha yako. Sema amen. Nataka nikwambie hivi, wale watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya maisha yetu hatuwafahamu. Wanakujaga as a surprise. Yusufu hakuwa anajua kwamba kuna mtu anaitwa Farao. Yusufu hakuwa anajua kwamba kuna mtu yule anaitwa nani, Potifa. Yusufu hakujua kwamba kuna mkuu wa gereza anaitwa fulani. Yusufu hakuwa na taarifa zozote kwamba nitakuja kuwa jirani na wasaidizi wa mfalme. Alafu mmoja wa msaidizi wa mfalme atahakikisha safari yangu ya mafanikio inakuwa ya haraka. Hakuwa na taarifa yoyote. Taarifa aliyokuwa nayo yeye, nimeota ndoto. Anamuona nani mbele yake? Baba yake, mama yake, kaka zake, dada zake, wajomba zake, shangazi zake. Hakuna mjomba, shangazi, baba, mama wala kaka wala dada aliyehusika na mafanikio yake. Maana yake ni nini? Watu unaowajua, watu unaowategemea kwa macho, unawaona, sio watu ambao Mungu amewapanga wahusike na maisha yako. Watu ambao Mungu amepanga wakuinue, wahusike na kesho yako, ni watu usiowajua. Watu ambao mioyo yao inajaa shukrani kwa kile ulicho nacho. Maana wanajua huyu alicho nacho, huyu sitaki kumpoteza, huyu natakiwa kuwa naye jirani. Atahakikisha hapa mahali panakuwa salama, hapa mahali panakuwa baraka. Yeye akiwepo mimi kuna vitu vitaenda. Potifa akuona wivu wakati baraka zinaenda kwa sababu Yusufu yupo. Akasema nimeona kuna kitu kiko na wewe. Mungu yuko na wewe. Kuanzia leo kila kitu nakukabidhi ukisimamie. Kwa nini? Angekuwa yeye wa kwanza sema wewe huu mwendo huu, hapana, wewe toka, wewe utachukua heshima yangu. Potifa hata kama alimpeleka Yusufu gerezani, Potifa alikuwa na moyo wa Mungu, moyo wa kumuinua nani? Yusufu.
Mungu akamuinua Potifa kwa ajili ya maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akamuinua Potifa kwa ajili ya maisha yako Bwana. Nasema Potifa kainuliwe kwa ajili ya maisha yako. Sema haleluya. Hakikisha kwenye maisha unayoishi haumzuii mtu yoyote kufanikiwa. Hakikisha wewe unakuwa chachu ya kumfanya mwingine afanikiwe kwa wepesi. Usione wivu. Hila ni dalili kwamba huyu mtu ana wivu. Ukimwona mtu ana kitu kizuri, muunge mkono. Hakikisha huyo mtu anafikia malengo yake, mshike mkono. Kama usiwe na mtazamo walionao watu wanaopenda ushindani, watu wanaosema hapana bwana, hapana bwana, hapana bwana, hapana bwana, huyu asifanikiwe, akifanikiwa tutakoma hapa mjini, huyu asifanikiwe bwana, akifanikiwa hapa mtaani tutapata shida, huyu asifanikiwe. Yani kuna watu tu ukipata mchumba tu mkali kwamba sasa unaolewa, unaoa, washepiga mawe, uchumba kwisha. Ukianza tu kula vizuri kwamba sasa unapita wapi? Bucha, unanunua nyama. Yani nyama tu inamtoa mtu roho. Kuna watu nyama tu kikaanga roho inamtoka. Ukila chipsi, mnaita chipsi mayai, roho inamtoka. Ukichinja kuku, akiona kuku zinafukuza, sema hizi kuku zote nazipiga ugonjwa, ili asiwe anakula kuku huyo analengejea. Wale dagaa tu washindwe kwa jina la Yesu. Nasema tena washindwe kwa jina la Yesu. Washindwe kwa jina la Yesu. Hata kanisani pia vinakuwemo. Kuna watu automatically wao wanakuaga jirani na mtumishi. Kuna mwingine yuko karoka na uma. Wewe na wewe basi tuwe jirani kama unaweza. Kwani unafikiri ni rahisi kuwa jirani? Ni neema. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Kuna mtu humu ndani ataonekana kanisani anachemka, anafanya vizuri, ataibuka mtu ana hila tu, hampendi tu. No. Hila ni kazi ya shetani. Amen. Na wakati wote utakapoona humu ndani kuna kamoyo fulani kahila, aisifanya maombi katoke, kwa sababu hutatoboa. Mungu